Lakini moja kwa moja mara baada ya hapo tupate nafasi ya kusikia moja kati ya shabiki ambaye anafahamika kwa majina ya GB64 awachorokia viongozi Manula anastahili kuvaa medali finali ya kombe la shirikisho. Ambia dabi haijawahi kumwacha mtu salama. Hauwezi ukafungwa goli 5 ukacheza tena Simba na Yanga. Umeelewa? Mechi ya dabi, nielewe, mechi ya dabi ina pande mbili, ina constructive margin na ina destructive margin. Tunaposema constructive margin maana yake ni upande wa ujenzi wa kitu, destructive margin maana yake ni upande wa uharibifu. Ndio mechi ya dabi ilivyo. Ukifanya vizuri kwenye dabi wewe unako upande wa constructive margin. Kimaisha sio? Nitakupa wachezaji ambao walikuwa katika upande wa kujijenga lakini kupitia dabi. Kama kuna mwana Yanga anakumbuka hapa wakati Mayele anakuja, alikuja na nani? Makambo, mnakumbuka? Tegemezi la Yanga lilikuwa Mayele au Makambo? Sasa ilikuwa Makambo. Mpaka mechi ya kwanza Yanga ilikuwa ya Yanga Day. Siku ya Mwananchi. Makambo alifunga goli, aliwachukua watu pembeni kule akaipiga mashine. News 90. Watu wa Yanga wote wakawa wanafanya nini? Wanajaza, si ndio Hapo Mayele, bwana Mayele na rasta zake kakaa tulia. Anajua hii shughuli. Makambo anatoka Uloya Athletic Club. Si umeelewa? Mwisho wa siku Mayele akaumia mazoezini kuelekea kwenye nini? Kwenye mchezo wa dabi wa Ngao ya Hisani. Umeelewa? Makambo anaumia. Mayele anaambiwa anza leo. Huku na loingia huku nusu finali ni vitu vili tofauti ndio chomaanisha, lakini aliyelibeza lile kombe alikuwa ni Haji Sande Manara. Ndio maana nikasema wenzetu wa upande wa pili hawa Manara alishazungumza, wenye akili ni wangapi? Si umeelewa? Wenye akili ni wangapi? Wawili tu. Si umeelewa? Msimu wa mwaka jana sawa, Petro Atletico di Rwanda mpaka inaenda kucheza nusu finali mwaka juzi. Inacheza na nani? Na TP Anglabedi Mazembe. Alikuwa hajafungwa mechi hata moja. Acha huyu alitoa sare, huyu katoa sare huyu. Petro Atletico hajafungwa mechi hata moja kwenye makundi. Si umeelewa? Kamaliza na point 16, kasuru mechi. Sasa huyu ni GB64 akitolea ufafanuzi namna ambavyo dabi zinaweza kuwauza wachezaji na zikawapoteza pia kwenye ramani. Lakini mbali na mambo hayo ambayo ameyazungumza, kazungumzia pia swala zima la mtu kama Aishi Salum Manula, kutokana na yeye sasa kutokuonekana kwa nafasi yake kisawasawa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo huenda sasa kwa upande wa Aishi Salum Manula kinachosubiriwa sasa ni kuona kwamba je, msimu ujao lolote linaweza likatokea ama mambo yatakuwa yamekaje, kwa sababu taarifa yake niko nayo hapa sasa moja kwa moja tuipitie, ambako siku chache baada ya Simba kupoteza nafasi ya kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, goalkeeper wa timu hiyo Aishi Salum Manula ameibuka na kutoa kauli nzito kuhusiana na kilichotokea. Simba imekosa taji hilo baada ya kupoteza mchezo wa finali jumla ya mabao 3-1 dhidi ya RS Berkane kufuatia kwanza kwa kufungwa goli 2-0 ugenini kisha sare goli 1-1 nyumbani. Timu hizi ziliporudiana tarehe 25 kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Manula ambaye pia msimu huu hajacheza mchezo wowote wa kimashindano ndani ya kikosi hicho cha Simba amesema kwamba katika safari ndefu ya kuwania ubingwa huo mwisho wa siku wameshindwa kufikia malengo yao, huku akiamini kwamba wakati ujao utakuwa bora zaidi. Ndio, ilikuwa ni safari ndefu, safari ambayo wanajeshi tuliweza kupigana pamoja na hali na mali kuhakikisha kwamba tunafikia malengo, lakini kwa bahati mbaya hatukufikia malengo yale ambayo tulikuwa tumejiwekea baada ya kufika katika eneo la finali, amesema Aishi Salum Manula ambaye mechi yake ya mwisho kucheza ni ndani ya Simba ilikuwa ni ya kirafiki dhidi ya Al Hilal iliyochezwa Agosti 31, 2024 kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam na kumaliza kwa sare ya goli 1-1, ambapo alitumia dakika zipatazo 45 tu za kwanza na kumpisha Hussein Abel. Ukiweka kando mchezo huo wa kirafiki wa Al Hilal, upande wa mashindano mara ya mwisho Manula alidaka katika ligi kuu Tanzania bara ambako ilikuwa ni Machi 6, 2024 wakati Simba ikipokea kichapo cha magoli 2-1 dhidi ya Tanzania Prisons kwenye uwanja wa Jamhuri Morogoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni safari ndefu na siku kadhaa
tulikuwa na matumaini makubwa na kuhakikisha kwamba tunapata medali za CAF pamoja na ubingwa, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hatujajaliwa zaidi kwa kile ambacho tuliweza kufikiria. Na amesema kwamba tumefika pakubwa. Amesema Aishi Salum Manula kupitia video ambayo aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Manula ambaye anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu na mstakabali wake ndani ya kikosi cha Simba bado haijajulikana, huku sasa ikielezwa kwamba imekuwa ni kitendawili, huku ripoti zikibainisha kwamba ataondoka akihusishwa kutua ndani kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ama kwenda kucheza Azam Football Club. Kipa huyo aliyejiunga na Simba Sports Club kwa msimu 2017-18 akiwa ndani ya Azam amekosa nafasi ya kucheza kikosi cha kwanza tangu aliposajiliwa Ayub Lakred kutoka FC Rabat ya Morocco msimu uliopita, huku ujiwa Musa Pimpin Kamara kutoka AC Oroye Guinea msimu ambaye pia sasa amekuja kuongeza nguvu. Badala yake imezidiwa zaidi kwenye eneo la kutafuta nafasi nyingine mbele ya mchezaji Kamara. Mechi zote 14 za kombe la shirikisho Afrika na 24 za ligi kuu Tanzania bara ambazo amecheza, kati ya 20 akimwachia Ali Salum Hakidaka, yeye ndo amechukua nafasi, huku akimwacha Aishi Salum Manula nje katika mazingira magumu. Kwa hiyo Aishi Salum Manula ni moja sasa kati ya mchezaji ambaye ana nyakati ngumu ambazo anapitia ndani ya Simba, lakini kwa vyovyote vile sasa ni moja kati ya jambo ambalo mwenyewe atakuwa anasubiri kandarasi yake malizike, alafu mara baada ya hapo akajitafutia kwingine. Lakini ikumbuke kwamba anahusishwa huenda akatua ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans.